Sasa mwanangu unacheka nini? Mwanangu nini kilichokufurahisha hapo mwanangu? Mwanangu mbona zingua mwanangu? Hebu kaza wewe wa kiume mwanangu, kaza. Mwanangu unakuwa kama sawa wa kiume rafiki yangu. Mwanangu unaniudhi kishenzi rafiki yangu. Hebu kaza basi. Kibela, muda wa kafara umeshafika. Unatakiwa muoe mke wako mara moja. Usipofanya hivyo utakufa wewe mwenyewe. Sawa, nitamuoa. Utamuoa nani? Hapana mke wangu. Kwa nini umelala chooni? Unajua mke wangu, bwana mle ndani nimehisi joto. Ndio maana nimekuja kulala huko. Ndio tukaelane vizuri ndani. Sawa mke wangu, nakuja. Tangulia. Sichooni kabisa huko. Mbona? Kwa nini lakini? Kwa nini mimi huu utajiri unitese hivi? Yaani wakuu sasa hivi wamefika mpaka wananilaza hadi chooni jamani. Kwa nini binadamu Samahani. Bila samahani. Nilikuwa naulizia kwa Mzee Gabu. Mzee Gabu usipajui kwake, ila namfahamu. Kwaona nisaidiaje? Labda ende huko mbele ukaulizie, maana mimi sipajui kwake. Haya basi. Kibela, hilo onyo la kukulaza chooni ni dogo sana, na unatakiwa uchague mambo haya mawili: ufe wewe au mtoe mke wako kafara, na hatuna muda wa kupoteza. Wakuu, kwa nini awe mke wangu tu? Kwa nini mtoe mke wangu tu? Hakuna sharti jingine la kunibadilishia? Hebu naombeni mbadilishie sharti jingine tofauti na kuua. Kama umeshindwa sharti la kuua, unatakiwa ukamfukue babako kaburini na utuletee sehemu zake za siri. Sharti lenu gumu, ila nitajitahidi. Usinipete Mwokozi, unisikie unapozulu wengine,
usinipite. Naomba nitoke maana wewe ndo Unafanya nini nyumbani kwangu? Naomba mtoke. Unapozuru wengine Sihitaji kelele nyumbani kwangu, naomba mtoke. Nimesema sitaki kelele nyumbani kwangu, naomba mtoke. Yaani wewe mwanamke nakuchukia wewe. Nakuchukia. Wewe ndio uliyesababisha niishi maisha magumu. Usingekuwa wewe nisingepatia haya maisha mimi. Wewe umenifanya niishi maisha ya kutoa Kwa nini mpenzi? Kwa nini? Malizia, ulikuwa unasema nini? Malizia, maana umenisimamisha hapa sielewi, unaongea maneno ambayo siyaelewi. Unataka kusema nini? Hapana. Hivi ulikuwa unaenda wapi? Mimi naenda huko. Basi sawa. Ngoja mimi naenda huko. Baadaye. Ulisema utanirudia, sasa nipo peke yangu. Nakumbuka tabasamu lako na machozi yanilenga. Rudi mpenzi, rudi kwangu. Mazao yameiva vizuri bwana mchungaji, ila samahani, kuna swali nataka nikuulize. Swali gani hilo? Siku ile tulipokuwa tunaimba mimbo ya kusifu, yule mdada alitupokea sana. Kwani wewe kuna shida gani? Yule dada nyumbani kwake inaonekana amefuga majini. Ila achana na hilo. Wahi nyumbani. Nenda kawaambie waumini wote. Kesho tutakuja kufyeka mpunga wa kanisa. Sawa. Mke wangu. Mke wangu. Shida nini mke wangu? Nakutafuta ndani kumbe upo huku nyuma. Nimeibiwa simu mume wangu. Kumbe mambo ya simu. Sasa umekaa hauna furaha, hauna amani, una mawazo kumbe kwa sababu ya simu. Basi twende ndani. Mimi simu nitakununulia tu. Simu yangu ina mambo mengi. Sawa, nimeshakuelewa. Nitakununulia mimi simu. Twende ndani. Sawa. Basi tangulia, mimi nakuja. Okay, sasa usichelewe sasa. Nakuja. Sawa. Kwa nini mpenzi? Kwa nini unaniangamiza bila hatia yoyote? Mke wangu. Abe. Simu hii. Simu si hii hapa. Umekaa na kulalamika kwamba simu imepotea. Simu hii hapa.
Ndio iliibiwa hii simu hapa niliweka, nimeingia ndani natoka simu sioni. Simu sasa hii hapo. Ndio iliibwa hiyo simu. Au ulibeba wewe mume wangu? Tena mimi nimekuwa nimeichukua simu yako tena. Maana umerudi ndio umenionyeshia hiyo. Mimi nimetoka center sasa hivi. Kwa hiyo mimi nianze kukuibia tena wewe? Labda uliichukua mara moja ukaja ukairudisha. Kwa nianze kukuibia tena wewe? Mimi nimevurugwa na wewe umeshavurugwa. Hebu kwanza twende ndani tukaongee basi. Sasa mimi nivurugwe na nini? Umesahau nini hapa? Na nani kakuruhusu uje hapa nyumbani kwangu? Nakuuliza wewe. Mke wangu kaniambia zaidi ya mara 3 kwamba namsumbua. Umesahau nini Lei? Toka. Sikiliza wewe mwanaume, kilichonileta hapa sijakufuata wewe. Nilichofuata hapa tugane mali tulizotafuta wote. Sikia wewe, mali hizo nishakuachia kule, sihitaji hata kuchukua nini. Ulisema utanirudia, sasa nipo peke yangu. Nakumbuka tabasamu lako na machozi yanilenga.